Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom. Mungu azidi kuwabariki wale wote ambao mnafuatilia maombi ambayo yamekuwa yakiendelea, na leo ni siku ya 9 ya maombi, na title ya maombi yetu ni kwamba mwaka 2026 sitaaibika tena. Kila aibu na fedheha niliyopata miaka ya nyuma haitajirudia tena. Amen. Kila aibu na fedheha ambayo umeipata miaka ya nyuma haitajirudia tena. Tutasoma mistari mbalimbali kutoka katika kitabu cha Yoeli 2:26 mpaka 27 ambayo inasema, mtakuwa na chakula cha kutosha, mtashiba na kumsifu Bwana Mungu wenu kwa matendo yake makuu. Mtajua ya kuwa Mungu yuko katikati yenu, naye hata ruhusu watu wake kuaibika tena. Amen. Zefania 3:19 anasema, Mungu anasema ataokoa waliodhulumiwa, na badala ya aibu atawapa heshima na sifa mbele ya watu wote. Zaburi 25:2 mpaka 3 inasema, Mungu wangu nakutegemea, usiniruhusu nione aibu. Wote wanaokutumaini hawataaibika, bali waasi ndio watakaopata fedheha. Zaburi 34 mstari wa 5 inasema, wale wanaomgeukia Bwana hujaa nuru na furaha, hawafunikwi na aibu kamwe. Isaya 49 mstari wa 23 nasema, watu watajua kwamba mimi ni Bwana, wale wote wanaonitumaini hawatadhalilishwa wala kuaibika. Isaya 54:4 inasema, usiogope, hutapata aibu, wala usifadhaike, hutapata fedheha. Utaacha kukumbuka aibu za zamani, kwa sababu hazitakuwa na nguvu tena juu yako. Amen. This is very powerful. Zaburi 126 mstari wa 1 na 3 nasema, Bwana alipobadilisha hali yetu ilikuwa kama ndoto, tulijaa kicheko na furaha, na mataifa yakasema, Bwana amewatendea mambo makuu. Yeremia 31:13 nasema, Mungu atabadilisha huzuni yao kuwa furaha yao, atawafariji na kuwapa shangwe badala ya maombolezo. Amen. Warumi 10:11 nasema, maandiko yanasema, yeyote anayemwamini Mungu hatapata aibu kamwe. Warumi 8 mstari wa 1 inasema, kwa hiyo sasa hakuna hukumu kwa wale waliounganishwa na Kristo Yesu. Amen. Kwa hiyo hii ni mistari ambayo tutasoma mpaka hapo, lakini kumbuka kwamba kuna mistari mingine ambayo asubuhi niliposti, unaweza ukaangalia, ambayo ina title mistari ya Biblia kusimamia maombi kinyume na aibu na fedheha. Sijui ni nini ambacho umekuwa ukipitia tangu mwaka 2025 na umevuka nacho. Inawezekana ikawa ni aibu, inawezekana ikawa ni fedheha, inawezekana ikawa ni udhalilishaji, inawezekana ikawa ni kitu ambacho kinakuletea aibu kwenye maisha yako, kinakusababisha watu wa kudharau, kinakusababisha watu wa kuone kwamba wewe ni duni, kinakusababisha watu wa kuone kwamba wewe hufai, kinakusababisha watu wa kucheke, kinakusababisha watu wa kuone kwamba wewe si kitu katikati ya watu. Lakini nipo hapa leo kukuambia kwamba Mungu anakuangalia kwa jicho la tofauti. Mungu anakuangalia kwa jicho la upendo. Mungu anakuangalia kwa jicho la heshima. Mungu anakuangalia kama mtoto wake ambaye ni wa thamani. Pengine kuna vitu ambavyo umepitia vya kukuliza. Pengine kuna vitu ambavyo umepitia vya kukuumiza. Pengine umepitia vitu ambavyo vinakudhalilisha. Kuna wakati maisha yanadhalilisha watu. Kuna wakati fedheha inakuja kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Lakini bado Mungu anasema kwamba yeye ni Mungu ambaye anakuthamini. Yeye ni Mungu ambaye ataenda kuondoa aibu yako. Yeye ni Mungu ambaye ataenda kuondoa fedheha yako. Yeye ni Mungu ambaye atakupa heshima katikati ya kudharauliwa, katikati ya kuaibishwa, katikati ya kusababishiwa fedheha kutokana na aina ya maisha au vitu mbalimbali ambavyo vimetokea kwenye maisha yako. Haleluya.
Inawezekana ukawa hata siku ya leo kuna vitu ambavyo umevipitia, kuna mambo ambayo umeyapitia, kuna mambo ambayo yanaendelea kuja, na unasema mbona pasta anasema mwaka 2026 sitaaibishwa tena. Tunapoomba haya maombi ya kumlilia Mungu, tunatakiwa kujua kwamba Mungu sikio lake si zito hata lishindwe kusikia maombi ya wenye haki, na Mungu ana uwezo wa kubadilisha aibu na kuleta heshima. Mungu ana uwezo wa kuondoa fedhea na kuleta heshima. Mungu ana uwezo wa kuondoa kila kitu ambacho kinakuaibisha kwenye maisha yako. Je, ni uzao? Je, ni ndoa? Je, ni maisha? Je, ni uchumi? Kuna wakati ambapo uchumi ukiwa mgumu unasababisha uwe unaaibishwa kila saa na watu ambao wanakuwa wanakuzunguka. Pengine ni marafiki, pengine ni watu wako wa karibu, lakini Mungu anasema kwamba nitaenda kukuheshimisha, nitaenda kukuheshimisha. Na siku ya leo tunaenda kumwomba Mungu wa miungu ambaye ana uwezo wa kubadilisha, ambaye ana uwezo wa kuondoa aibu, ambaye ana uwezo wa kuondoa kila fedhea, kwamba aingilie kati, aondoe kila fedhea ambayo ipo kwenye maisha yako, aondoe kila aibu ambayo ipo kwenye maisha yako. Naomba kila mmoja anza kumwomba Mungu, anza kumlilia Mungu saa hii. Mwambie Mungu, nimechoka kuaibishwa, nimechoka kuaibishwa na maisha, nimechoka kuaibishwa na uchumi, nimechoka kuaibishwa na kazi, nimechoka kuaibishwa kwenye biashara, nimechoka kuaibishwa kwenye ndoa, nimechoka kuaibishwa kwenye mahusiano. Mungu, ninaomba uondoe aibu yangu. Mungu, ninaomba uondoe aibu yangu. Pengine aibu yako ni kwenye eneo la afya. Unaumwa na unaona kabisa kutokana na afya ulionayo unakuwa unaaibishwa kila wakati. Kuna wakati kuna magonjwa ambayo mtu unaweza ukawa unayapata, ni magonjwa ambayo yanakuletea aibu, yanakuletea fedhea, yanakuletea watu waanze kukusababisha na kukudharau, yanasababisha watu wakuone katika namna ambayo ni ya tofauti. Leo tunaenda kumwomba Mungu wa miungu, ingilia kati Baba, ingilia kati Jehova. Ondoa kila aibu, ondoa kila aibu Jehova, ondoa kila aibu ambayo ipo kwenye maisha ya watoto wao. Pengine kuna aibu ambazo sijazitaja, pengine kuna aibu ambazo ni za siri, pengine kuna aibu ambazo zimefichwa, pengine kuna aibu ambazo watoto wako hawajasema, lakini wewe ni Mungu ambaye unaona sirini, wewe ni Mungu ambaye unaona vitu vya ndani, wewe ni Mungu unaona hata vile vitu ambavyo vimefichwa. Mungu, ninaomba ufute aibu zao, ninaomba ufute fedhea zao, ufute aibu zao Baba, ufute fedhea zao Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Ninasimama leo kama mtumishi wako Bwana. Kila aibu ambayo inatokana na uchumi, kila aibu ambayo inatokana na uchumi, kila aibu ambayo inatokana na uchumi, ninaiondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila aibu ambayo inatokana na uchumi, ambao unatokana na mikopo, ambao unatokana labda na kazi, ambao unatokana labda na biashara, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai, ninakuamuru shetani, kuanzia saa hii, ondoa mikono yako kwa kusababisha kila aina ya aibu ambayo umesababisha juu ya watoto wa Mungu. Ondoa mikono yako na naachilia kuheshimiwa. Ninaachilia kuheshimiwa kwenye eneo la uchumi, ninaachilia kuheshimiwa kwenye eneo la uchumi kwa kufunguliwa kila aina ya malango ambayo yalikuwa yamefungwa kwenye eneo la uchumi kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Mungu Baba wa mbinguni, ninaondoa kila aibu, kila aibu, kila aibu, aibu ambayo inasababishwa na uchumi, aibu ambayo inasababishwa na uchumi, kuto kukosa fedha, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Kila aibu ambayo inasababishwa na uchumi Bwana, ifutwe saa hii, na ninaleta Bwana heshima ya fedha, heshima ambayo inatokana na fedha, heshima ambayo inatokana na utajiri, heshima ambayo inatokana na uwezesho wa kimungu kupata mali, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Ninaombea Bwana mikono ya watoto wako Bwana saa hii, chochote kile ambacho kinafanyika Bwana kwenye eneo la uchumi, ambacho kinasababisha uchumi wao ufe, ambacho kinasababisha kazi zao Bwana zishindwe kufanikiwa, ambacho zinasababisha biashara zao zife, ambacho zinasababisha kila wanachokuwa wanakifanya wanashindwa kuona matunda, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai, kuanzia saa hii Jehova, ninaomba Bwana
mikono yao ikazae matunda, mikono yao ikaongezeke Bwana, kwenye kila aina ya kazi, kwenye kila aina ya shughuli ambazo watakuwa wanazifanya, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Shetani, achia fedha za watoto wa Mungu. 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 Kuanzia sasa ninaamuru wa malaika ambao wanafanya kazi ya kuleta fedha, ninaamuru malaika ambao wanafanya kazi ya kuleta mafanikio, ninaamuru malaika ambao wanafanya kazi Bwana ya kuleta mipenyo kwenye maisha ya watoto wako kwenye eneo la uchumi, waende saa hii Bwana, wakasababishe Bwana uchumi wa watoto wako ufanikiwe, uchumi wa watoto wako upenye, uchumi wa watoto wako Bwana ubarikiwe, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, umeahidi katika neno lako katika Isaya 61 mstari wa 7 kwamba badala ya aibu yenu mtapata mara mbili. Leo Bwana, watoto wako wapokee mara mbili, wapokee heshima mara mbili kwenye kila eneo la maisha yao, wapokee mara mbili kwenye mahusiano yao, wapokee mara mbili kwenye ndoa zao, wapokee mara mbili kwenye huduma zao, wapokee mara mbili kwenye kazi na biashara zao, wapokee mara mbili kwenye familia zao, kwenye kila mahali Bwana ambapo walikuwa wanaonekana kwamba hawafai. Ninaomba Bwana ukawainue kwa kibali chako. Kibali cha Mungu kiwe pamoja nao Jehova. Kibali cha Mungu kiseme kwa niaba yao Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Ninasimama kinyume na kila mifumo ya kifamilia ya aibu. Kuna familia ambazo kila saa huwa wanapitia aibu, na aibu hiyo inakuwa ni aibu ambayo inatokana na vizazi na vizazi. Kuanzia sasa Jehova, ninawatenga watoto wako na kila aina ya mfumo wa familia ambao unasababisha aibu. Ninavunja kila laana ya vizazi ambayo inaleta aibu. Ninavunja kila mlango wa fedheha uliofunguliwa zamani katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Kila nguvu iliyokuwa inachelewesha watoto wako, kila nguvu ambayo inasababisha watoto wako wadharauliwe hadharani, kila nguvu ambayo inasababisha watoto wako Bwana waone fedheha mbele za watu, inaondoka sasa katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Mungu umeahidi katika Isaya 61:3 kwamba yeye hubadilisha majivu kuwa uzuri na huzuni kuwa vazi la sifa. Kuanzia sasa Bwana, lile vazi la sifa ambalo umeahidi katika Isaya 61 mstari wa 3, ninawavisha watoto wako kwenye ulimwengu wa roho na itaenda kujidhihirisha kwenye ulimwengu wa mwili katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, naombea watoto wako kuanzia sasa wataenda kutembea katika heshima, wataenda kutembea katika kibali, wataenda kutembea katika uthibitisho wa kimungu katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Mwaka huu 2026 hautakuwa mwaka wa aibu kwao. Mwaka huu 2026 hautakuwa mwaka wa kurudia historia. Mwaka huu 2026 utakuwa ni mwaka wa ushuhuda, utakuwa ni mwaka wa kurejeshwa, na utakuwa ni mwaka wa kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova, naombea watoto wako kwamba hawataaibika tena, hawataaibika tena, kwa sababu kila fedheha ya miaka ya nyuma haitajirudia tena mwaka 2026. Sijui ni kitu gani ambacho kimewaibisha watoto wako kwa muda mrefu. Sijajua ni kitu gani ambacho kinaibisha watoto wako kwa muda mrefu, lakini wewe Mungu ambaye unaona sirini, wewe Mungu ambaye unaweza kufanya njia mahali pasipokuwa na njia, wewe Mungu ambaye unainua watu kutoka chini kuwapeleka juu, wewe Mungu ambaye unasaidia watoto wako mahali walipokwama, wewe Mungu ambaye umesema sikio lako si zito hata lishindwe kusikia, wewe Mungu ambaye ni mfariji wetu, wewe ni Mungu ambaye ulisaidia hata Danieli akiwa katika tundu la simba, ndiye Mungu ambaye tunakuamini saa hii. Ninaomba Bwana, neema yako ikaonekane, neema yako ikaonekane, neema yako ikaonekane, neema yako ikaonekane. Mungu ambaye unaheshimisha watu,
Mungu ambaye unaheshimisha watu waliodharauliwa na maisha, Mungu ambaye unaheshimisha watu waliodharauliwa kutokana na uchumi wao, Mungu ambaye unaheshimisha watu ambao wamedharauliwa kutokana na hali ngumu ambazo wanazipitia. Ninaomba Mungu ukaingilie kati. Kila aibu ifutwe. Kila aibu ifutwe kwenye maisha ya watoto wako. Kila aibu ifutwe kwenye maisha ya watoto wako. Kila aibu ifutwe kwenye maisha ya watoto wako. Kila aibu iondoke kwenye maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Mungu, ninaomba kuanzia saa hii, kuanzia siku hii ya leo, Jehova, ukawaheshimishe watoto wako, ukawaheshimishe watoto wako. Wewe ni Mungu ambaye unainua wanyonge na unawaketisha pamoja na wakuu, kama ambavyo Mungu ulimsaidia Yusufu, ambaye alionekana kama ni mfanyakazi wa kawaida, ambaye alionekana kuwa ni mtumwa, ambaye alifungwa gerezani, ambaye alidharauliwa, Jehova, na ukamsaidia na kumwinua na kumfanya kuwa waziri mkuu. Ninaomba Bwana, neema ya Yusufu ikaonekane kwenye maisha ya watoto wako, na watoto wako wakaone kwamba wewe ni Mungu ambaye ni mkuu sana. Wewe ni Mungu ambaye unainua wanyonge. Wewe ni Mungu ambaye unasaidia wanyonge. Wewe ni Mungu ambaye unasaidia waliodharauliwa. Mungu, kila aibu ninaomba ukaifute. Kila fedhea ninaomba ukaifute. Chochote kile ambacho kinaibisha watoto wako, Mungu, kikaondoke katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Tunaomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana kwa kuendelea kufuatilia maombi haya, na tukumbuke kwamba mwaka huu 2026 tutakuwa na ibada mbalimbali, tutakuwa na vitu vingi sana ambavyo tutaenda kuvifanya kwa neema ya Mungu, na tutakuwa na ibada ya maombi kwa ajili ya kuombea mwaka 2026, na hii ibada itakuwa ni ibada ya kukutana. Kwa hiyo naomba kila mmoja usikose ibada hii, na baada ya ibada hii tutakuwa na ibada ya singles wote. Hujaolewa, hujaoa, labda ulikuwa kwenye mahusiano, ulikuwa kwenye ndoa ukaachika, hii ibada itakuwa ni kwa ajili yako, na tutakuwa na vitu vingi sana. Lakini pia tutakuwa na muda wa kufanya ushuhudiaji. Tunataka watu wamjue Kristo, tunataka watu wamjue Yesu, tunataka watu wajue namna ya kutembea na Kristo. Na huu ushuhudiaji kwa neema ya Mungu tutafanya kwenye maeneo mbalimbali. Tutakuwa tuko pamoja na baba, tutaenda kwenye maeneo mbalimbali ambayo kama ni masoko, kama ni manini, tutaenda kushuhudia. Tunataka watu wamjue Kristo, na unatakiwa kujua kwamba kuna watu ambao bado hawajamjua Kristo. Ni kweli makanisani watu wamejaa, lakini kuna watu wengi sana ambao hawajamjua Kristo. Kwa hiyo tunataka tuwe na muda wa kushuhudia. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa kuleta kila mtu kwa Kristo, na ningetamani sana kila mmoja ambaye unanisikiliza uweze kuparticipate au kujiungamanisha na hii mission ambayo tuko nayo ya kusababisha watu wanakuja kwa Kristo. Amen. Tunataka kuona watu wakitembea na Mungu, tunataka kuona Mungu akifanya mambo makubwa kwenye maisha ya watu, kiasi ambacho watu waweze kumwamini huyu Yesu ambaye sisi tunamwamini. Kwa hiyo tuna vitu vingi sana ambavyo viko mbele yetu, lakini msisahau kuniombea, msisahau kumwombea baba, msisahau kuombea huduma. Tuna vitu vingi sana ambavyo tunaamini Mungu anataka kuvifanya kwenye maisha ya watoto wake, na hata wale ambao bado hawajamjua Kristo. Na ndio maana mwaka huu tuna mzigo sana wa kufikisha injili kwa watu ambao bado hawajamjua Kristo. Amen. Na kama ungependa kwa namna moja au nyingine uweze kujiungamanisha na mission hii ya kufikisha injili kwa watu mbalimbali, hakikisha kwamba ni inbox na unaniambia namna yoyote ile ambayo ungetaka kucontribute. Amen. Unaweza kucontribute kwa maombi, kwa kuingia kwenye kamati, kwa kuchangia, kwa kufanya kitu chochote kile ambacho unaona wewe kitakufaa. Amen. Mungu awabariki sana. Msiache kuombea programs ambazo ziko mbele yetu, especially mwezi wa pili. Tuna vitu vingi sana mbele yetu, na
usiache kuombea huduma, usiache kuombea huduma. Tunahitaji sana maombi yenu, tunahitaji sana support yenu, tunahitaji sana ushauri. Kuna watu ambao wapo kwenye media team, mnaweza mkaja mkatushauri namna ambavyo tunaweza tukafanya ili kuboresha vitu mbalimbali. Mungu awabariki sana. Mbali na haya maombi, ninawaombea na ninawapenda. Ninafurahi sana kuona watoto wetu wa kiroho wakifanikiwa kwenye vitu mbalimbali. Amen. Mungu azidi kuwafanikisha, Mungu azidi kuwainua, Mungu azidi kuwabariki, Mungu azidi kuwafungulia kila malango ambayo yalionekana kuwa magumu kwenye maisha yenu. Shalom, shalom.